sababu wanajua tumetengenezewa. I wanted to read this Bible verse in the book of Genesis chapter 26. Genesis chapter 26 from verse 18. And Ken, when I was thinking what to say, because this journey imekuwa ya imani. Kama kuna factory imejengwa na imani ni hii. This one, hii factory imetoka kwa imani. Hii. Kuanzia kupata shamba, because niko na historia ya hapa. Kutengeneza, wale wanajua Thika Road, hii imekuwa msitu. That today, tuko mahali palikuwa na msitu, kwa sababu paliingia mtu ambaye is a situation changer. Yani tu unaingia mahali ni msitu. Right now it's a city. May God give this nation many people who can change situations like him. Praise the name of the Lord. Mahali ungeogopa usipigwe ngeta gari yako isibiwe, saa hii ndio mahali tuko pamewaka baka stima. Hapo mahali palikuwa msitu haungeingia, hapo ndio utakaa baka saa 8 ya usiku na utasikia baridi. Kwa sababu kuna mwanaume aliingia akabadilisha. Na mimi nawaombea Mungu awapatie neema kama ya Ken. Muwe situation changers. Even in your families, may you become your family deliverer in the name of Jesus Christ. Now, when I was reading this, Ken, I just want to give you 4 points of becoming a great person. Verse 18. And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham. And he called their names after the names by which his father had called them. And Isaac's servants, verse 19, digged in the valley and found there a well of springing water. And the herdsmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, the water is ours. And he called the name of the well Esek, because they strove with him. Now listen. There was this gentleman by the name Isaac. And let me tell you, Ken, there is a spirit that you carry. The spirit of persistence and passion. Ken akitaka kufanya kitu anaifanya na passion mpaka kuzaa. Everything is, whatever he's doing anaifanya na passion. Na huyu mwanaume anaitwa Isaka akarudi mahali babu zake walikuwa, na akapata ya kwamba Abrahamu alikuwa amechimba visima, lakini kuna watu hawakuwa wanapenda vile Abrahamu anafanya. And the Bible says, wakati Abrahamu alichimba, wakakuja wakazika. And it happened that Abraham died. And when Abraham died, Isaac akajua ya kwamba, one thing I cannot ignore. I cannot ignore the greatness of Abraham ambayo alikuwa anatafuta huko. So he remembered the places of his forefather. And I thank God, everyone who was speaking here amesema, we thank God Ken amekuja Nairobi, lakini the footprints are back in Embu. Ulianzia nyumbani. Na nilikuuliza wakati tulikuwa pale kwako kwa foundation, nikakuuliza why Embu, ukaniambia because I love my people. Hiyo tu ndio uliniambia. Nilimuuliza kwa nini unajenga mamijengo mzuri hivi? Unaona kinyumba wewe kimejengwa mpaka unaona hiki ni kama hakikai Embu. Ukiangalia mambo ambayo yako Embu na unaangalia hiyo nyumba unaona hapana, hii Nairobi imeharakishwa sana kuja huko. Nikamuuliza why, akaniambia because I love my people. That is what was in Isaac. He wanted to go and find out why did they bury my grandfather's wells. Why? And let me tell you, greatness, number one, greatness comes when you care about your people. Ukitaka kuwa mkubwa, hata ndivyo Yesu alisema, tumikia wale watu wengine. Serve people. When you serve people, there is no day in this world you'll meet God seated somewhere that you serve him. Serve his people. Serving his people is serving him.
Isaac went back na akaanza kufukua visima vya babu yake, na maandiko yanasema kwamba wale tu walizika, wakanotice tena hata Isaac ameanza tena kufufua. And the Bible says Isaac na watu wake wa mkono, vile mko hapa na watu wako wa mkono, walipoanza kufukua, Biblia inasema the girls wale walikuwa pia wanalisha mifugo kule, wakatokelezea tena. Kuna watu watatokelezea saa hii. Kuna watu wanagojea ufanye watokelezee. Kuna wao hata wengine wakutokelezea, maybe wameketi tu hapa, walikuwa wamekuja kuangalia unafanya ka function kana ka size gani. Kuna watu maishani wanatokelezea, hata wengine already wako hivi na macho yao sio kitu kingine inafanya, they are waiting for your downfall. May those eyes go blind in Jesus name. Kuna wengine sasa, hii ni kisima umefukua, unaweza sikia sasa hapa hii kisima tena kuna magerals wataanza kuvuvuka. But there is one thing about Isaac, he never gave up. No matter them covering the wells, he never gave up. He never. That is number 2, never give up. Never give up. Wataongea sana, hiyo kampuni imepelekwa hapo, ajifiche Nairobi, atafute tu pesa arudi hapa siku ya kampeni. Itasemwa hata ukimwona hata hiyo factory, hata mnakumbuka Kiaza factory alikuwa mnono, sasa hivi mnaona vile amekonda. Sasa ndio tunawaambiaga vitu zinasemangwa za mtu, ushaisikia watu wakisema maneno yako mpaka unashindwa, kwani uko na mwili mwingine inatumika mahali pengine. Watu wanaongea maneno yako. That is what was happening to Isaac. Akafunua tena kisima kingine, wakaja tena wakakizika, mpaka maandiko yanasema ya kwamba akakiita Hezeku, ni kusema ya kwamba wameshindana na mimi. Wakamnyima amani, mpaka akasema hiki kisima nitakipatia jina uchungu, hiki kisima nitakipatia jina ambalo si mzuri. Akakiita Hezeku, akasema hawa wameshindana na mimi, walishindana na babu yangu, sasa wameinuka tena kushindana na mimi. One thing I know, na nitakutia moyo nayo, mimi nimekuja kukutia moyo. Kitu nitakutia moyo nacho ni kwamba wale watu wengi husika visima vya watu hawakuagi na chao. Wale wengi huzima visima vya watu hawakuagi na chao. But remember, you have a generation that is watching. Kama Isaka hangechungulia babu yake akichimba, hangejua ni chao. You know, one man was speaking to his son, and he told his son, my son, watch your steps so well. Watch your steps so well. But the son responded, Dad, watch yours, because I'm following on your footsteps. A lot of ambience, and mostly the young generation, is motivated by what you are doing. I was in Embu, and I asked around. Nilikuwa nataka kuuliza kama hauko, nisikie kama ni wewe unajichochanga kwangu ama huko ground impact iko. I asked, na kila mtu kimuuliza, mpaka mtu wa pikipiki unamuuliza, unajua Kenjava? Akwambia wewe ni bosi. Wewe ni bosi wetu. Juzi, you know. And mimi hata wakati unaniambiaga Bishop nirushirie unga niende Embu, huwa nafurahi because of the passion that you have towards your people. And now Isaac, the Bible says, Isaac akafukua kisima cha kwanza, wakazika. Akafukua kingine tena, wakazika. Watu wakuzika visima wako, watu wa Mungu wako. Wengine wanakuzikia mpaka ndoa. Ni vizuri saa ingine, unajua kuna wengine huzika mpaka ndoa. Unasikia anaona bibi yako, anaona mtaenda mbali, anamwambia unajua sasa umeolewa na John, na unajua John after 5 years, kila miaka 5 mwezi wa 8, unajua kwao lazima mtu auwe bibi yake. Sasa wewe unaona wacha nijikate mapema kabla miaka ngapi? Na maybe ni kuona wameona destiny, because destiny cannot be hidden. We can see destiny in him. We can all see destiny.
And what Satan tries to fight with, it is destiny. And that is why destiny devours. Wanaamukanga haraka sana wakiona mtu anafanya kitu kizuri. Praise the name of the Lord. Watu wakiona destiny, wanaispot ndani ya mtu. I remember Baby Top anaweza kuambia, when I was being ordained a pastor pale AIPCA Gatondo, watu waliandika, mtu rafiki yangu kabisa akaandika, huyo mtu walikuwa anacheza zile comedy zake. Na akaweka picha kabisa nimesimama hivi. Mpaka hata mimi nikajiangalia picha ya jioni. Nikaangalia picha nikaona ni kama hata ni kweli hata ni kama comedy bado. But if I listen to them, I could not be where I am today. Destiny is always fought. And what Geral's shepherds were fighting, it is destiny. Usisikize watu sana. Wewe usisikize hiyo araja kwa kaburo na riu nehinde turauma kaburo turathia gandu gutiri kindu gigathira thiini wa thi aiko kamithika rioni kario kuona kone kamweke na dada Sara kario hakuna. Usisikize watu, because that is what was happening to Isaac's life. Ona gio hivi maisha tijega, because wale watu walijua Isaac akifukua hivi visima na maji yatoke, he will remain as great as the grandfather. They were fighting that greatness. And now the Bible says, as I finish, the Bible says, verse 22, and he removed from there and digged another well, and for that they strove not. And he called the name of it Rehoboth. And he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. After a time of redigging and them covering, he continued. This is number 3. To become a great person, never stop. Never stop. Let me share with you a short story that I normally share. Na nimeishare mpaka sasa, zamani nilikuwa naiongea machozi inamwagika. Sasa siri yangu kwa sababu nilizoea. When I was selling my cassettes back in 209, around there, 209, here in Nairobi, I happened to travel to Thika. This story will never fade out of my mind. I happened to go to the, and you know, when we were selling comedy cassettes, we used to wear tattered clothes, and I had a walking stick, and na tunajipaka uso, tunakaa wazee na kofia imeraruka. That was my life for 5 years nyuma hiyo. And nikizurulisha CD, and you know, sisi comedians, street comedians, tulikuwa tunapiga kelele ndio to attract attention yako. So kabla tufike hakuna negotiation, ni kerehe ni igana, ni kukupatia na wewe utupatie 100. I happened kuingia kwa duka ya mama mmoja, na mimi sasa ndio nimeanza kupata roho ya kupenda wa mama wa nono weupe. Sikuwa nawapenda, sababu niliingia duka moja ya mama anakaa hivyo Thika, anauza viatu, sitaeleza sana, mtaijua sababu bado iko nilichungulia juzi nikaona bado iko. Na juzi nikasema ama niingie nimwambie hili Jehovah yangu. Sababu niliingia duka kama nimepiga kelele, akanigonga stopper. Hiyo stopper inaniumaga mpaka wa leo. Sababu hakuna kitu baya kama kupiga comedian na kelele yake umgonga. Unajua kuna ile kutulizwa vizuri, naambiwa hey bro, hey cool down, hey tulia. Hakuna kitu baya kama kugongwa stopper. Umekuja na kelele alafu unaambiwa excuse me. Kwanza hiyo jina si mzuri na sisi. Hiyo jina niliona ni mzuri wakati nilikuwa United Kingdom. Hawa wote huko wanasemaga excuse me, please, can I. Hapa ni ngumu, hapa ni we rehema. Kule ni please, can I have water? Sasa mimi niliambiwa please, we. Nikanyamazanga, alafu mama akaniulizanga, kijana, unafikiria hii duka niliwekea wazimu? And remember that time my mother had cancer. Na mimi ndio nilikuwa breadwinner wa familia, na mimi ndio last born. Lakini mimi ndio ninapata pesa haraka juu CD ni 100 na kuwekesha ni 20, kwa hivyo faida ni 80. Wakati aliniuliza hivyo nikastuka. Halafu ni wale wa mama unaona kama unaweza muguza abondeke. Ni huwezi taka mchezo naye, akaniambia unaona vile umeingia, geuka. Nikageuka.
Kuna mahali utachukua tu instruction kama hutakikani, akaniambia hayageuka, nikageuka. Si kutoka nikagojea niambie next nitafanya nini. Juu nilikuwa nafikiria ananiambia nigeuke nimuuzie kama ninaangalia na nyuma. Akaniambia unaona vile umegeuka, toka sasa. Haki nikatoka. You know, akaiba kipawa changu cha comedy for 1 hour. Juu alinitoanisha. Nikakuwa sio mimi tena, lakini Thika watu wanaona kamzee na mkwaju. Nikatembea tu pole pole. Nikatembea tu kutoka kwa duka yake. Na ni ukweli nikijiangalia kwa vioo za bank, ninaona wazimu hata mimi. Kwa kioo ya bank hata mimi naona wazimu. Lakini kufanana hivyo, it is the source of livelihood to me. Nikaenda pole pole kama tu moyo umeinama. Nikaenda baka Christina Gardens pale Thika, nikaketi. Kuketi chini dakika 3. Watu wa kupiga picha wale wanakuaga hapo ndani, na wale watu wametoka Mangu wapi huko, wakaanza tena kunifurahia. Hata tulikuwa tumeshindwa, ulienda wapi? Kuja utuchekeshe, unauza gani leo? Tena wakanirudishia spirit. So nikajieleza mpaka wa leo ndio najielezanga. When this woman chased me, alinifukuza kwa sababu yeye hanihitaji, but the world was waiting for me outside there. One person can discourage you, but count on how many people are waiting for you back at home and here in Nairobi. Sometimes don't be discouraged by one person. Try to imagine how many people are waiting for me outside there. That is what Isaac did. After kusumbuka sana, ikafika mahali. Na mimi naomba Mungu, kama umefunikiwa visima vingi, ujipate kwa kisima chako ambacho hamngangani na mtu. Praise the name of the Lord. Kuna watu wamefunikiwa biashara, kuna watu wamefunikiwa career, kuna watu wamefunikiwa nyota zao hapa, kuna watu wamefunikiwa mpaka urafiki. Fika to a place like Isaac, ufike mahali ambapo hamutangangania na mtu. Biblia inasema kwamba ikafika mahali akachimbua kisima kimoja. Alipokichimbua hakungangana na yoyote. The Bible says no one strove him. Hakuna mtu alimsumbua. Akasema kwa sababu nimechimbua hiki na hakuna mtu tumesumbuana, nitakipatia jina nzuri. Akasema nitakiita Rehoboth. May God carry you to your Rehoboth in Jesus' name. A place of your comfort, a place of your